Basi kwa hiyo hapo kwa Yeremia 9 mstari 7 nasema basi kwa hiyo Bwana wa majeshi asema hivi, tazama nitawayeyusha na kuwajaribu, maana nisipotenda hivi nitende nini kwa ajili ya binti ya watu wangu? Ulimi wao ni mshale ufishao, usema maneno ya adaa. Mtu mmoja usema maneno ya amani na jirani yake, lakini moyoni mwake umwotea. Anasema maneno ya amani, lakini kumbe anachuki naye tena kubwa, na anaweza akamzuru kabisa. Nisiwapatilize kwa mambo haya, Mungu anasema. Nisiwapatilize kwa mambo haya, sema Bwana, na nafsi yangu je, nisijilipizie kisasi? Na maana Mungu anasema tunapofanya makosa na watu tuwaache, tuwaombee, tuwasamee, kwa sababu kisasi ni juu ya Mungu. Yaani mtu anapokuumiza wewe, Mungu anaumia zaidi yako. Na kisasi kinakuwa ni juu yake, yeye ndo anashughulikia hilo swala. Asema Bwana, na nafsi yangu je, nisijilipize kisasi juu ya taifa kama hili? Kwa mtu anaweza kumuuzi Mungu mtu kama mtu, na Mungu akamwadhibu mtu kama mtu. Lakini hapo unaona pia Mungu anaweza kuadhibu taifa kama taifa. Kama taifa zima mnaendekeza uovu na kuushangilia na kukumbatia, Mungu anaweza kaadhibu kama taifa. Umeona? Anasema basi kwa hiyo Bwana wa majeshi asema hivi, tazama nitawayeyusha na kuwajaribu, maana nisipotenda hivi nitende nini kwa ajili ya binti ya watu wangu? Ulimi wao ni mshale ufishao, usema maneno ya adaa. Mtu mmoja asema maneno ya amani na jirani yake, lakini moyoni mwake umwotea. Nisiwapatilize kwa mambo haya, asema Bwana, na nafsi yangu je, nisijilipizie kisasi juu ya taifa kama hili? Sasa unadhani nitafanyaje sasa? Tayari tunajua tumeshakosea. Au mtu binafsi unajijua kabisa ushakosea. Yaani umekosea hapo, ushakosea, una namna, ushakosea. Na ushajua kabisa kwamba kumbe kwa makosa ndio yafanya, Mungu ameona na amekasirika, ndio maana napata ujumbe ili niweze kujua kama Mungu hapendi nilichokifanya. Mungu ananipa maonyo, ananielekeza kanisani na sehemu mbalimbali, lakini mimi sijatii, au nimetii mengine sijatii. Nimekosea, sasa nifanyaje? Bwana wa majeshi asema hivi kwenye Yeremia 9:17. Bwana wa majeshi asema hivi, fikirini ninyi mkawaite wanawake waombolezao. Mmekosea kama taifa, mmekosea mtu kama mtu. Hapa kunatakiwa kuomboleza, yaani kumtoa Mungu hasira ni kuomboleza. Kuomboleza, kulia na kunyunyuzika machozi. Sawa sana Mungu alivyoumia, ufanye umuoneshe Mungu kwamba umeumia na wewe, kwamba Mungu atoe hasira yake na ghadhabu yake, kwamba umeelewa na hutarudia tena. Unaomba Mungu akusamehe, unaomba rehema. Sasa hapo kama nchi unatafuta wanawake waombolezao, ili waje mkawaite wanawake wenye ustadi, ili waje na wafanye haraka ili kutuombolezea, ili macho yetu yashuke machozi na kope zetu zibujiko maji. Yaani Mungu aone taifa linaomba msamaha. Kama kipindi kile ambacho Mungu alimwagiza mtumishi wake aende akaelezea katika ile nchi ambao walikuwa wamemkosea Mungu, ambao mtumishi wa Mungu alitangaza akasema kwamba Mungu atawamaliza wote. Asila Mungu ilikuwa imeshuka inataka kuwamaliza wote, lakini Mungu akaweza kutangaza habari hizo za kuangamiza wote. Lakini lile taifa liliamua kurudi kwenye magoti, kuanzia viongozi wakuu wakawatangazia raia kwamba warudi kwenye magoti, waomboleze, waombe Mungu msamaha. Wakaomba Mungu msamaha, wakafunga, wakaomba Mungu msamaha kuanzia juu, waliomba Mungu msamaha, wakaomboleza, wakalia. Asira zile za Mungu pale Ninawi zilizokuwa zimewaka, anataka kuangamiza kwa moto, alikuwa anataka kuwachoma, alikuwa amepata ghadhabu, alikuwa amekasirika. Lakini walishuka, lile taifa liliomboleza, lile taifa liliomboleza mpaka Mungu akaona kweli hao watu wameelewa, kweli hao watu wamenyenyekea, kweli hao watu wameacha
mioyoni mwao wana nia ya kuacha na hawana mpango kurudia kuniuzi tena mimi Mungu. Ndio Mungu akamtuma mtumishi wake akasema hatarudisha, hataweka tena ile ghadhabu. Mungu akawasamehe. Mungu ni Mungu wa msamaha. Mungu ni Mungu wa rehema. Sisi kama mtu mmoja mmoja, sisi kama taifa, tukishuka tukaomboleza, tukishuka tukaomba Mungu, tukishuka tukaomba rehema, tukishuka tukaomboleza kwa ajili ya taifa hili, tukishuka tukaomboleza kwa ajili ya sisi binafsi, tukishuka tukaomboleza kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya mitaa yetu, Mungu hatatuletea ghadhabu. Mungu atatusamehe. Mungu ni Mungu wa msamaha. Mungu ni Mungu wa rehema. Mungu anawataka wasiofikiwa na adhabu ambao Mungu anaweza kaishusha saa yote. Mungu anataka wasiofikiwa na adhabu, kwa sababu wale ambao hawajakosea Mungu hatawapa adhabu. Angalia wakati wanachoma Sodoma na Gomora, aliwatoa wale ambao walikuwa hawajakosea, aliwatoa katika ile eneo kabla hajachoma. Mungu ni Mungu wa huruma. Mungu hawezi kuwachanganya wenye haki na wasio na haki. Ukifanya mema Mungu atakulinda, ukifanya mema Mungu atakulinda. Angalia Nuhu, alikuwa katikati ya jamii ambayo ilikuwa inatakiwa teketezwe wote kwa maji, lakini Mungu alimlinda Nuhu pamoja na wote ambao walikuwa kwake. Kwa Mungu anaweza kulinda wewe na haki ukiwa unafanya mambo mazuri. Wewe peke yako hata kama una taifa zima limeharibika, wewe peke yako hata kama una nyumba nzima imeharibika, wewe peke yako hata kama una mtaa mzima umeharibika, wewe peke yako unasimama, usiache kumfurahisha Mungu. Mfurahishe, tenda mema, usijali. Mungu anakuona na anakujua. Anakujua Mungu kwamba upo pale. Hata atakapoleta jambo lake Mungu, ghadhabu yake itakaposhuka, atakutoa kwanza ili wahudumie wale. Sasa Mungu anasema hivi, Mungu anawataka wasiofikiwa na adhabu. Yaani wale ambao Mungu anaona kabisa kwamba hawa, hata nikiangalia mahali pale watu wamenikosea sana, lakini bado kuna watu wangu, kuna huyu, kuna yule hawa bado wananifurahisha mimi. Hawa bado wananifurahisha. Wale watu ambao wanamfurahisha Mungu bado. Yaani wewe mtu ambaye bado unaona unapambana, unafanya mambo ambayo Mungu anataka, unahangaika, ukikosea unakimbilia magotini, unatubu, unaomba msamaha, muda wote unajaribu kujiweka sawa. Yaani unafanya matendo ambayo Mungu anayapenda. Ukikosea unakimbilia madhabahuni. Sisi ni binadamu za kukosea. Ukikosea unakimbilia sehemu, unaomba Mungu nisamehe, unaangalia jinsi ya kujirekebisha, unarekebishika, unaomba Mungu msamaha. Mungu anawataka wasiofikiwa na adhabu. Anataka wale wasiofikiwa na adhabu kutubu kwa ajili ya nchi. Kutubu kwa ajili ya nchi. Kwa maana kama Mungu akisikia sauti zao, hasira zake inapungua, kwa sababu anawapenda. Na kwa sababu anawapenda, na Mungu anawamuunga wale watu, wanaomba Mungu msamaha kwa ajili ya watu tena anawapenda. Mungu anatupenda wote. Lakini sasa kuna wale ambao Mungu anakuta amekasirika, hataki kusikiliza. Lakini wale ambao wanamfurahisha Mungu, utakapoenda kuomba msamaha kwa ajili ya wale Mungu pia anawapenda, basi Mungu ataingia roho ya huruma, ataingia kutukumbatia tena na kusema njooni wanangu, nimeelewa, mmetubu. Basi ile ghadhabu ambayo Mungu alipanga anayairisha. Ile ghadhabu ambayo alipanga mpaka amalize watu, mpaka watu wakose pa kuzikia, anayairisha. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni pendo. Mungu anatupenda. Mungu anatupenda. Ndio maana anavyoona kwa nini hao watu niwapige niwamalize tu. Mungu anatuonya. Mungu anakuonya. Mungu anatuonya sisi kama moja. Mungu anatuonya sisi kama taifa. Mungu anatuonya sisi kama mtaa. Sikia wewe. Sikia. Kaomboleze. Kama ujui umesikia, maovu yanaendelea umesikia. Wewe kama ni mtu ambaye unasikia neno la Mungu, ingia magotini kwako, kaomboleze kwa ajili ya nchi. Kaomboleze kwa ajili ya mtaa wako. Kaomboleze kwa ajili ya nyumba yako. Kaomboleze kwa ajili ya ukoo wako. Kaomboleze kwa ajili ya watoto wako. Mungu mwenye huruma atatuhurumia na atatusaidia. Tutaendelea kumpenda Mungu, tutaendelea kuwa wa Mungu, na Mungu atajifurahisha kutoka kwetu, na sisi tutafurahishwa na Mungu. Hivyo basi inakupasa kutubu, na wale wasiofikiwa na adhabu kuomba
na kumsihi Mungu kwamba Mungu atusamehe, ili baraka za Mungu ziendelee kuja kwetu, tuendelee kubarikiwa, tubarikiwe na afya njema, tubarikiwe na pesa, tubarikiwe na ushindi katika nchi, tubarikiwe na ushindi katika familia, watoto wetu wawe na maisha mazuri, wazazi wetu wawe na maisha mazuri, waume zetu wawe na maisha mazuri, wake zetu wawe na maisha mazuri, kwa sababu tukiachilia ghadhabu ya Mungu ikatudhuru, wote tutapata madhara. Familia itapata madhara, njia itaenda mbele, tutazidi kurudi nyuma. Mwanadamu, sikiliza sauti ya Mungu, na hili ndio neno la Mungu lilokuwa linasema na wewe leo. Fanyia kazi maneno haya, tukamfurahishe Mungu, tuendelee kupata baraka katika nchi hii, katika nyumba zetu, katika ndoa zetu. Na hili ni neno la Mungu. Shukuru Mungu. Amen. Mungu akulinde na akutunze. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba haya, na pia nimetoa ujumbe huu kutoka kwa Niko aliyeko. Anakupenda na anakutunza. Msikilize na umfuatishe anavyokuelekeza, ili endelee kukumiminia baraka. Amen.